Msuya, mwalimu wa Biblia Tanzania, mwalimu Joseph, mwalimu wa maaskofu na wainjilisti. Bwana, huyu Charlie huyu hapa leo anataka kusilimu na alishasema yeye mwenyewe kwamba kuanzia sasa ameuacha Uislamu, amekuwa Mkristo na muamini, yani amekuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Sio mfuasi wa dini, mfuasi wa Yesu Kristo na atajifunza chini ya Yesu Kristo. Huyu ni shehe ambaye ndo alimsilimisha huyu Charlie akampeleka msikitini. Na sasa hivi anasema ikifika saa 7 unaenda kufanyaje? Naenda kuswali. Sawa. Huyu kijana wako yeye ameacha nini? Huyu bado anaongea kwa sababu gani? Upo. Lakini ukitakapokuwa umetoka atarudi. Ngoja nikwambie. Nikirudi tena katika dini ya Waislamu, labda niwe nimekufa. Labda wewe umekufa. Na sitazikwa na dini ya Waislamu. Lakini mimi swali dogo ameapia kwamba hatorudi. Haya tunakuuliza wewe. Katika Uislamu wewe leo Wakristo wamefunga, si ndio? Wakristo wamefunga. Katika dini ya Kiislamu wanasemaje kwamba mtu akifunga nyewe Waislamu tukao mfanyie? Sisi leo tunaenda kuvalishwa nini? Pete. Ya kwa sababu gani? Kwa sababu leo wale wengine sijui wanaita sijui nini, nini wa Roma. Wamepaka mnandi vumbi usoni. Lakini sisi leo kwa kuwa wao wamepaka hiyo, sisi bado muda wetu mwezi wa Ramadhani bado. Utakapokuwa umefika na sisi ndio maana sisi hatuwezi tukafunga na nyie. Wakati kwa kuwa umefunga nyie tukao mfanyeje? Sisi tunaenda kuvalishwa na ndii pete kwa sababu wao wanaenda kukataa vitu ambavyo sisi hatutaki wakatae. Haya, hiyo pete ina nguvu gani? Unavishwa na mganga, na shehe na nani? Unavishwa na shehe ambaye anatoa vitu ambavyo vinaitwa pakashume. Pakashume si uchawi? Pakashume ile sawa ni uchawi, lakini sasa sio uchawi wa kuua mtu. Ile ni uchawi sasa sawa na nini? Na nini inaitwa nini? Na kijogoo. Haya, swali. Wewe Charlie, hii sababu na wewe umeisikia. Uko tayari kufuata uchawi ambao kwamba utazuia maombi ya mtu fulani kwa uchawi? Hapana. Siko tayari. Dogo hataki kufuata uchawi kama kuvishwa vitu na amevikataa. Sawa. Lakini mimi bana, kitu kingine sasa swali la pili. Wewe ni shehe. Ulienda msikitini kule, kuna madawa mengi tu ambao wa mashehe walikupatia, si ndio? Sasa hayo madawa na yule Mungu ulienda kumwabudu kule, imekuwaje yule shehe mwenyewe tena akupe madawa tena, sijui dawa ya sijui ya mapenzi, sijui dawa ya kuua mtu, sijui dawa ya biashara, sijui dawa ya kuita jini. Kwa nini hayo madawa? Hiyo ya kuita jini, sawa? Ipo. Na unamuita mpaka unamuona kabisa. Anakuja, sawa? Mnaongea naye. Mnamaliza. Sasa hiyo wanatoa kwa wale mashehe wale walio na gari, wale ambao wana magari, wale ambao wana pikipiki, wale ambao wana mandevu. Ndio wanatoaga hivyo. Sasa huyo jini ukimuita unaweza kufanya naye mapenzi au? Unaweza kufanya naye mapenzi? Kabisa. Kabisa. Sasa jini ni shetani sio shetani? Sasa ni jamii hiyo, lakini yule ukimuita anakuja ni jini mwema, ni anakuja binadamu kabisa. Dogo uko tayari kufuata hivyo kufanya hivyo vipi? Hapana. Dogo hayuko tayari kufanya hivyo vipi? Hayuko tayari kwa sababu gani? Sawa? Yeye yuko upana, anamtaka Yesu Kristo, ambaye ukimwamini Yesu Kristo. Hata mimi Yesu namtaka. Lakini hata kule ninapoenda kumfuata si yupo? Wapi? Kule. Wewe ndio umempeleka. Haya, tuangalie. Kama yupo, kwa nini mnakataa wasiombe pale? Tuangalie kwenye Biblia. Umesema hata huko ulipo Yesu hawakubali kwamba yupo, si ndio? Tukiangalia hii Biblia tunaisoma. Hii Biblia tunaisoma. Hii Biblia wanasema mnasemaga imebadilishwa, si ndio? Tuangalie ile iliyobadilishwa. Je, inakubali majini au haikubali? Tuangalie. Sawa? Ukisoma katika kitabu cha Marko 16:15. Marko anasema akawaambia, nendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Kwa jina langu watatoa pepo. Watatoa majini. Amesemaje hapo? Kila kiumbe inatakiwa? Subiri basi. Na pale kanisani. Kahubiri kwa kila kiumbe. Jini ni kiumbe, si ndio? Lakini kwa nini pepo? Amesema kwa jina langu mtatoa pepo. Kwa adui yetu sisi ni nani? Ni majini, si ndio? Siku na majini wazuri na wabaya. Hakuna jini ni jini tu, jini mzuri ni yupi? Sasa hamna jini mzuri wala mbaya. Jini. Kwa hiyo jini mzuri atakaye kubwa akupe masharti. Masharti anayokupa ni kama ifuatavyo. Kwa mfano, ukipewa wa kike au unakuta unapatiwa hata vipaka viwili
vile vipaka unakuwa navyo ndani. Vipaka vile Jali, umeona siri zinapotoka eh? Vipaka vile vikishafika muda unaviweka sehemu kila muda. Uhakikishe humo ndani kuna kuku, au uhakikishe humo ndani kuna nandi, kuna hata nini wanaita zile kuku. Ni za nini kuku zile? Kwa ajili ya hao mapaka. Unakuwa na walisha wanakunywa damu. Lakini nili ile au mbuzi. Sasa uchawi mbuzi ile lakini ukipeleka hizo paka hauna hivyo vitu. Mbuzi za majirani, kuku za majirani zitakuwa zinaliwa. Kwa hiyo inatakiwa kila siku kwa siku ununue mbuzi. Haya, ukipewa wa kiume? Wa kiume. Unaweza kupewa wa kiume mmoja, lazima upewe viwili. Kwa wanawake nao unapewa jini gani? Wa kiume wa kike? Wanawake. Lazima upewe wa kiume na wa kike. Maana lazima ziungane ndio. Na yule jini utakayepewa katika Uislamu ule wa kiume kwa mwanamke akapewa mwanaume, yule jini atafanya naye mapenzi au hatafanya naye mapenzi? Kwa wewe mwanamke. Kwa mwanamke anaweza kaenda kaomba. Sawa? Kwa mfano kila siku, sawa? Kila siku. Kwa mfano kama leo ndio anatumika yule jini mkubwa. Yaani leo analala na yule mwanamke. Yaani leo ndio kila siku kuna jini, kila siku kuna jini ambaye yupo kwenye doria. Kila siku uko tayari kukaa na majini pamoja? Hapana. Haya, swali la pili na la tatu, si ndio? Umeelewa? Swali liko hivi. Wewe uko katika Uislamu na uganga bado unaufanya, si ndio? Na Waislamu wanasema uganga ni uganga, wakiwa nje wanasema sisi sio waganga wa kienyeji. Na waganga wengi ni mashehe, sio mashehe. Na dau unazitoa kwa nani? Sio kama sio mashehe, ni mashehe. Mpaka imamu wa Amani ya Dawa ni shehe tena, yende amejenga nani msikiti, na msikiti wake ukifika hapo tu ndio wakati tunaongea na Malkia, unachota pale maji unakuja nayo. Kwa mfano ukitaka hata kuendea sehemu ili mambo yako, yani kabla hujaenda unafika pale unaomba, unachota yale maji unayabeba, unafika nayo kwa yule mtu, mambo yako yanakuwa amefanyaje? Yameomba. Lakini kama wewe sio Muislamu inabidi uende pale Uislamu ukayanunue yale maji. Sawa. Swali lingine. Lingine. Hayo majini wewe ulishawahi kufanya nao mapenzi? Mimi. Hayo majini mara nyingi, lakini kula naye bado. Kula nao bado. Sio unatudanganya. Jini unamuonaje? Maana sisi wa Kristo haturuhusi kumuona jini kumuona ni nyingi. Njia ya kumuona ni nyingi. Njia ya kumuona kwanza? Njia ya kumuona, jambo la kwanza natakiwa uwe na udi, ule ambao una nini, una manyoya. Na udi, ubani ule ambao una manyoya, ubani ule ambao una harufu kali, lakini humo ndani pia asiwepo mtu. Sawa? Mtu yoyote ambaye bado ni bikra haitakiwi awepo humo ndani. Haya, swali. Yule jini wakati unamuita unaongea lugha ya Kiarabu au unaongea lugha ya Kiswahili? Unapewa kitabu. Unapokuwa unamuita unashikilia vitabu hivi, unakuta ni kitabu hicho umekishikilia. Wameandika umeshikilia kitabu na kingine umeshikilia hivi. Ni kama unakula nini? Kiapo. Unasoma hapa? Ambayo maneno unayosoma ni ya Kiarabu au lugha gani? Ya Kiarabu. Unapokuwa unasoma yale maneno kwa Kiarabu. Kwa hiyo utakapomaliza, sawa? Ndio unakuta umewasha mshumaa au unamwasha na ule udi huku, jumla zinakuwa 7. Na hapa mbele ulipokuwa umesimama 7. Na hapa zinakuwa 3. Ulipomuitia hapa, sawa? Na huku unaipa mgongo huku. Sawa? Unaangalia huku. Kwa sababu si muda wa kuswali unaangalia huku. Haitakiwi sasa uangalie huku kwa unamuita. Unaangalia upande huu. Ukiangalia upande huu, kisha maliza, unageuka taratibu. Swali tunakuja. Swali la mwisho. Ikitokea njia ya kuja kukataa uchawi katika Yesu Kristo tukakufundisha kaamini, utamwamini Yesu Kristo wachane na Uislamu na wewe uchawi? Waislamu wanasema adhuluma, kwa maana kwamba unapokuwa umeshaingia muli, unapokuwa unatoka, inatakiwa kubaliana na masharti. Sawa? Kupata madhara au kutokuyapata. Katika Yesu Kristo, ukishamwamini Yesu Kristo, hakuna kitu kinaweza kikakuzuru wewe, kwa sababu kwa mfano jini, majini pale unapoyaita, ukiita jina la Yesu yanakuja yanakimbia. Ukimuita jina la Yesu. Ndio maana haitakiwi unapokuwa umewasha ile nani hata kaudi,
haitakiwi ufanyeje? Uangalie muda, maana watu wengi wanapokuwa wameweka kanisa wanaangalia upande huu. Kwa hiyo sema kanisa atakuangalia. Unamuita. Unamuita, haitakiwi uangalie wanapoangalia hao makafiri. Mpaka. Kwa hiyo tumeshaona kwamba jini anamuogopa Mkristo. Amuogopi. Sasa kwa nini isipokuwa tu unapokuwa unamkaribisha, hata wewe unaweza kumkaribisha na akaja kwako. Sawa, umeokoka hivyo hivyo anakuja. Nitamuhitaji na njia za kumuita sijui kiarabu. Unajua ile kina nini ukishana ndayo anaweza akaja, unajua Kiarabu, lakini kwa njia ya swali liko pale pale. Uko tayari kuokoka na kuacha uchawi katika Uislamu? Ila kwa leo, siku ya Ijumaa ya leo nataka niende. Sawa? Ili nikavae nini? Ile pete. Ninapokuwa nimeshavaa ile pete, yani watakapokuwa wameweza kufunga hao watu na sisi tukafunga mwezi wa Ramadhani kabisa ile pete. Sasa hapo nitaanza kufikiria sasa kwamba nitabadilisha. Sasa kama unataka kwenda kwa mganga kavae pete, ndugu yangu, na sasa hivi neema sio mganga, pale ni msikitini, naenda kuswali. Sawa? Na kaenda leo naenda kula na Sheikh Abdalla. Pale leo unajua kuna Sheikh Ramadhani. Kule Amani ya Dawa kuna Sheikh Rajabu. Yupo pale leo amekaa pale. Huko tayari kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi ili majini ya kuogope uchawi tena usifanye. Sisi tunaambiwa hata ile pete tunapokuwa tunaivaa tumeungana na Yesu. Maana ile pete tunakuta hapa, ile pete kuivaa, ile pete ina nini ile pete? Ina nini? Shaivaa hapa. Kwa hapa hivi iko vizuri, lakini hapa hivi unakuta wameweka picha ya nandi hivi, ya vitu viwili na nandi na nini moja na rungu moja. Haya, swali linakuja. Unapokuwa umeivaa ile pete, ukimuita jina anakuja? Hata nikivaa sasa hivi nikimuita anaweza akaja. Si anaweza anakuja. Haya, mimi nikiwepo nikawa nasema mimi kama Mkristo nikawa nakemea jini. Naomba sasa hautamuona, sasa tutamkemeaje? Hautamuona. Mimi anapokuwa anakuja mimi ndo namuona. Lazima uweze kumuona, utamuonaje? Una macho ya kumuona. Lakini mimi hata sasa hivi anaweza kaja hapa na nikamuona hata kama sina pete na nikamuona. Swali linakuja sasa. Inatakiwa muamini Yesu Kristo ili huo uchawi au majini, mapepo tunayokuta mnayaona, usiyaone tena. Maana hiki kitu Waislamu wengi wao wanajikataa kwamba sisi hatuwaiti majini, sasa tushirikiane na majini. Na kitabu mimi ninacho na baadaye nitakuja nacho. Majini yajue majini utawala wake. Sasa kwa Waislamu kuna vitu vingi. Sawa? Pale unapokuwa umeingia msikitini mule, unapokuwa na swala lako, kwa mfano, wewe umenidhulumu. Au wewe mimi nataka fulani yule ana kitu ambacho mimi nataka kile kitu sikipendi. Naingia kwenye kile chumba. Nakuta tumetandikiwa kanani ketu kakitamba ketu, afika napiga zangu magoti. Tofauti na watu wanaposwali hapa. Kuna chumba chetu kiko huko, nafika pale, naomba kwenye kile kitambaa, namuita yule kama unajua jinsi ya kumuita. Ndio maana unasikia tunaita Malkia Omiden. Mnamuita yule jini sasa. Nina swali hapo kuhusu Malkia. Ni jini au ni nani? Anapokuwa anakuja yule jini. Sawa, sio jini lakini ni mama. Ule Malkia Omiden ni kama jini, useme ni jini. Mwanamke. Na ndio maana hata unapokuwa na meza mtonge hivi, sawa? Ukifikia katikati inatakiwa useme Malkia Omiden. Kwa hiyo utamaliza miaka 6 wewe ukiwa hai. Sio miaka 6 tu. Ulikotoboa siri. Sio miaka 6 tu. Hapa mimi, sawa, nakaa miaka 48. Dogo na akili. Una akili. Una dini na somo. Kwa sababu gani? Naambia tuishie hapa. Ukishamaliza mambo yako hayo uchawi, kuvishwa mapete, nitafute pia ili uweze kumwamini Yesu Kristo, fundishwa habari za Yesu Kristo. Lakini pia nilikwambia ushauri msingeenda msikitini. Ni sawa bado haujaokoka. Kwani umesikia? Niwaulize nyinyi kwa mfano. Nyinyi kwa nini nyinyi mnadumbukiza watu kwenye maji? Mnabatiza watu kwenye maji. Katika kubatizwa maji kwenye maji iko hivi. Tunabatizwa ili kuvua huu mwili tuliozaliwa kwa mwili na nyama, ili kuamini kwamba tutafufuliwa kama Yesu alivyofufuliwa siku ya mwisho. Wewe ukidumbukizwa kwenye yale maji unakuja na mwili mwingine, watoa nyama, unakuja na yaani hapo kama unaweza kumloga ule mtu ambaye tayari anatoka kubatizwa.
mloge, kwa sababu ule mtu kama wewe unajua una ndugu zako wenye magonjwa. Una ndugu zako wenye magonjwa. Kwa hiyo yule aliyetoka kubatizwa unaweza kumchukua kumwambia sasa wasaidia hao ndugu zangu, atawafundisha na atawaombea watapona ugonjwa wao wote. Na akiendelea hivyo hivyo asipozini, asipoenda kwa mganga, asipotenda dhambi, ile nguvu itaendelea hivyo hivyo, ndio anaitwa mtumishi. Kwa mfano unapokuwa unaenda kwa mganga, lakini wewe sio Muislamu, unaenda kwa mganga na una swali kabisa lakini unaenda kwa mganga. Hapo unakula nini? Umeokoka ama ndio maana kwamba usipomwamini Yesu Kristo na ukatembea katika sheria zake. Mimi namwamini. Unamwamini? Haya, ngoja nikuulize. Ngoja tusome hapa. Unaamini Yesu Kristo? Ngoja sina muamini kwa sababu kuna ni nyumba yake amejenga. Tunamuuliza amejenga. Ila wewe tumuulize hapa. Hapa inasema kwenye Yohana 3:16. Inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye ahukumiwi. Asiyemwamini mwana wa Mungu amekwisha kuhukumiwa. Wewe unamwamini mwana wa Mungu? Lakini kabla hapo sijasikia umeuliza swali na anajibu. Umepewa jibu. Namwamini lakini na mimi nataka nijibu. Ni Yesu. Nani hapa tumesoma nani? Nani? Hapo nina swali kwa. Ngoja. Hapa tumesomaje hapa? Nini mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Kwa hiyo unamwamini Yesu ni mwana wa Mungu? Yesu? No, tumesoma Biblia inatuambia Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa sababu sisi sawa, tunapinga kusema unapokuwa unamuita Yesu, sawa? Tayari sisi tunaruhusiwa kumuita Mwenyezi Mungu kwa sababu Mwenyezi Mungu yuko pamoja na yule Omedin. Umeelewa mpaka hapo? Basi tumalize kidogo. Yesu haruhusiwi kuitwa, si ndio? Kwa sababu Mwenyezi Mungu yuko karibu na Malkia Omedin. Yule mwanamke ambao ukaenda kule unamuita, anakuja msikitini, unamuomba msaada unaotaka wewe. Sawa, sio Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu anamtumia Malkia Omedin huyo mwanamke. Na unasema Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa, hakuna anayefanana naye. Huyo Malkia Omedin akija anakuwa na sura ya nani? Anakuwa na sura ya yani kama ya nani? Ya binadamu. Ndio maana tunasema hivi, Yesu alipofika, sawa? Alipofika hakuna mtu aliyejua kwamba Yesu atakuja kutokea, lakini alitokea. Lakini Yesu ndiye alionekana kwamba Yesu ndio mkombozi wanaandika. Kwa hiyo hatakiwi huyo ukimuita tayari unaenda kumtoa. Kwa hiyo wewe sasa unatakiwa ukienda kule kwa shehe leo umwambie bwana, mimi ni Muislamu lakini Yesu Kristo mwana wa Mungu namwamini pia. Unapokuwa unamwamini unamwamini aliyekufundisha ni nani mpaka umefikia huko, aliyekupeleka huko ni nani? Swali tumekuuliza muamini unamwamini, lakini huwezi kwenda kunyosha maneno kusema eti haya utawaambia nimekutana na mwanafunzi wake amenifundisha habari za mwanafunzi wa Yesu. Mwanafunzi wa Yesu. Sasa umeanza kuwa msaliti. Kwa hiyo wewe kuna siri ambazo zipo huku mnazifanya chini ya jua. Dogo uko sahihi kutoka kwenye hiyo imani. Huyo hajatoka bado, maana bado hajasema mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba nimefanyeje, nimeacha. Ninatakiwa ile ishara aliyoitoa kipindi anasalimishwa aitoe kwenye nandi mkono wake. Ainyosha kabisa mkono. Si alinyosha mkono. Kwa mfano ngoja nikusaidie. Ngoja subiri. Kwa mfano mimi ni Muislamu. Nikasema hivi, ashhadu la ilaha illa ashhadu la Muhammad rasulullah. Ashhadu la ilaha illa ashhadu la Muhammad rasulullah. Niseme mara 3. Nimekuwa Muislamu. Wewe hapo unasema, lakini huyu alienda mbele ya shehe na alikubali akasalimishwa. Aliposalimishwa na alikuwa amepiga magoti. Lakini sasa yeye iko hivi. Kamlete huyo shehe jioni. Shehe hawezi kurudi kuja hapa. Lakini atakapokuwa amekuja hapa, huyu amemkaribisha Yesu kwa muda huu. Bado umri wake, sawa? Bado umri wake amemkaribisha kwa leo hii. Lakini umri wake ule kusema kwamba ndiye Yesu aingie kabisa kwenye ndani yake itakuwa ni bado. Kwa hiyo kumgeuza shehe anapokuwa amepita, atakapokuwa amefika hapa, sawa? Kumgeuza huyu itakuwa ni sekunde. Eti ni sahihi anavyosema. Itakuwa ni sekunde. Kumgeuza wewe itakuwa ni sekunde. Itakuwa ni sekunde kwa sababu huyu bado Yesu bado kumgeuzaje wakati yeye anasema haukubali tena Uislamu, hataki uchawi tena. Si anaongea mdomoni. Amesema anasemaje hapo? Anaongea mdomoni. Mimi sijamvutia kwamba Yesu njoo kwa Yesu. Nimemwambia Yesu ni mzuri, hataki uchawi, anataka watu wasaidiane magonjwa, tusaidiane katika hii dunia na majini watu waogope.
Akasema mbona sisi tunashirikiana naye, nikamhubiria pale habari za Yesu, akakubali, tukakuita na wewe, akashuhudia wewe mwenyewe umeongea kwa vinywa vyako na yeye mwenyewe ameshuhudia, hataki hivyo vitu, hataki uchawi, hataki uganga, hataki majini, hataki marikomdi. Lakini sasa huyu ni Muislamu bado. Amekataa sasa. Nikamlazimisha. Sasa kwa mfano niulize. Yeye anatambulika kwamba alishaenda pale. Sasa hivi nikipeleka taifa zake kwamba yeye hizi muumini wetu alikuwa hapa. Subiri, muumini wetu alikuwa hapa, amepata shida. Amepata kwa mfano tunasema kwa mfano ni mfano. Amepata changamoto. Changamoto zinandia amepata changamoto. Hajaenda kule kufanyeje? Hajaenda kule kusubiri. Wewe usuru kuna kipindi uliumwa. Mimi hao mashauri kuja kusaidia kupeleka hospitali. Walinipa hela ilikuwa ndogo walionipa. Ulipewa mbona mimi sikupewa? Ulipewa shida. Wewe uliugulia mimi hivi nimeugua nilikuwa huko. Sawa? Nimeugua nilikuwa huko. Hii ni mara ya pili sasa ninakuja kusalimishwa huku. Mara ya kwanza nilisalimishwa nilipewa maji. Kwa hivyo ni vitu ambavyo ukiangalia nyinyi mnabisha kwa sababu gani? Ndugu yangu, mimi najua kila kitu. Mimi na swali moja tu. Swali uliza. Wewe ulisema ya kwamba Yesu inatakiwa aaminiwe, ni sawa. Lakini Yesu tunapokuwa tunamwamini, kwa nini Yesu naweza ukamwomba kitu leo, lakini jibu haiji kwa muda huo huo? Kwa asiye amini. Kwa asiye amini. Aminie, Yesu anasema hivi, ngoja kuonyesha hapa. Yesu anasema hivi, sikiza Yesu mwenyewe katika Yohana 14:13 hii hapa. Na sidanganyi. Ninyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya. Ili Baba tukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Ukija hapa, ukasoma hapa. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Pasipo Yesu Kristo sasa tuweze kufanya neno lolote. Kwa hiyo sisi tunamtumainia sana Kristo, tunamtegemea sana Yesu Kristo. Hiyo hapa tulipo hata mimi hapa nilipo. Muislamu, lakini wewe unataka kuniambia kwamba hapa yani niseme ile dini naenda haiko sahihi au iko sahihi? Kwa sababu unaomba majini. Si ndio? Yale majini ni nini ya? Yale majini? Yale ni nini? Majini ni majini. Sawa. Wewe unayaomba na yaita. Majini hayo. Unajua kuna majini wako wangapi? Kwa mfano kama siku ya Jumatatu. Siku ya Jumatatu. Sawa. Twende.